Hata msishangae leo nimebeba chaki kidogo. Msishangae alikuwa mbona leo mpole amebeba chaki. Msishangae kabisa. Sasa nataka niwaambie kitu moja mzuri, niwaambie msikie vizuri. Na msikie vizuri sana. Wacha kwanza nikaemo chini kwanza kidogo. Alafu sasa ndio niwaambie vizuri sasa. Sasa msishangae ati kwa nini mpole leo amebeba chaki. You see, no problem hapo hivi. Niseme mbona leo mpole amebeba chaki, kwani kichwa imeruka imekuwa kama chaki ama nini? Hapana. Mimi sijaruka kichwa. Mimi kichwa yangu iko timamu kabisa. Lakini sasa wacha niwaambie kitu moja mzuri hapa duniani. Wacha niwaambie kitu moja. Unajua unaweza fanya hivi. Kwanza Biblia imeendelea vizuri sana, imesema vizuri. Eti Yesu ni mkate wa uzima. Sasa si unaona mimi nimebeba chaki na kikombe. Na hizi chaki sijabeba bure. Iko ndani na chai kidogo. Sasa unaweza tembea hivi kidogo hivi, unapatana na Yesu anakupatia mkate wa uzima. Na maisha yanakuwa nywe. Sasa usishangae. Wewe utashangaa mimi nimebeba chaki. Unapita hivi unapata mimi nakula mkate wa uzima wa milele. Sasa unaona wewe. Ndio maana wakati mwingine si wanasemanga Yesu atakuja kama mwizi. Biblia inasema ati Yesu atakuja kama mwizi. Lakini sasa wakati mwingine hata usipigenge wezi sana. Hapana, piga wezi. Unaweza fanya hivi unapiga, kumbe unapiga Yesu mwenyewe. Alafu unajua imagine amekubebea mkate wa uzima wa milele. Unapiga. Wakati mwingine kanga na akili kidogo. Je, maisha inakuanga tu simple tu. Unaweza fanya hivi unapiga mwizi. Alafu Biblia imesema vizuri. Yesu atakuja kama mwizi. Shauri yenu. Mimi nikipata mwizi simpigi hata kidogo. Mimi nikipata mwizi namfungulia, akikuwa kwangu kama amekuja kuiba kwangu, namuongezea tena pia ibemo, anamuongezea tena ingine la ameiba. You never know. Maybe ni Jesus amekuja kwako, anakuja kukubless. Unapiga yeye. Ajama ujinga. Ngoja kwanza niwaambie kwanza. Sasa hapa Biblia inasema vizuri, imeandalini vizuri. Ati Yesu ni mkate wa uzima wa milele. Sasa usishangae. Wacha kwanza nimwagie chai kwanza kidogo. Alafu sasa ndio niwaambie kitu kingine. Sasa hapa namwagia chai kwa kikombe kidogo. Na ngojamo sasa mkate wa uzima. Yesu anakuja sasa ananipea mkate wa uzima. Natembea tu na chai. Lakini ngoja kwanza niwaulize swali. Unajua imagine wewe umenona. Mtu ni mnono kabisa kama drum. Naona ni mfupi round kama drum. Alafu unajua wanasemanga kwa njia mbinguni ni nyembamba. Sasa wewe unanona unaenda wapi? Unajua kuna watu wengine mnanonanga tu bure. Mnanona tu, sio mnaenda wapi? Na mmesikia tu njia ya mbinguni ni nyembamba kabisa. Watu wembamba kabisa kama sisi ndio nasema tuingie. Watu wembamba kabisa sisi. Yaani watu mzuri kabisa. Ndio nafaa tuingie mbinguni. Sasa nyinyi mnanona. Mnanona mnaenda wapi sasa? Haya. Shauri yenu ni nani? Lakini ngoja kwanza nikwambie guys kitu moja mzuri kabisa usikie. Hii dunia kama kuna kitu tu mzuri inaweza kupatia maisha ni pesa. Pesa kabisa inaweza kuwa mzuri sana. Pesa inakupatia maisha mzuri sana hapa duniani. Kaka chai katamu sana. Unaona baka na sweet kidogo. Yaani na sweet kwa sababu ni kachai katamu. Yaani kachai kenyewe kamepika. Ngoja kwanza. Wacha mimi niendelee kukunywa chai. Alafu sasa mkate wa uzima wacha itanipatanga mbele. Itanipatanga tu mbele huko tukiendanga ijaza nayo kabisa. Mimi sina wasiwasi hata kidogo. Maisha ni mzuri sana. Yaani unapiga maisha tu bila wasiwasi. Lakini mwanaume wacha nikwambie kitu moja. Ukitaka uheshimiwe kidogo hapa duniani, uwe na pesa zako. Tafuta pesa zako mzuri. Utaheshimiwa, utakaa vizuri. Yaani kila kitu utakifanya kwa ukiwa mzuri kabisa. Mademu ambao wanakutaka kila siku utawapata. Yaani utawapata bila wasiwasi. Lakini kosa pesa kidogo. Kosa pesa tu ndio utajua kumbe dunia ni mbaya.